kama lako. Wakela. Yaani mwanangu wewe unaleta dharau zilizo kindani ndani, yaani kindaki kabisa mdoanzi. Hivi mwanangu unajua kwamba kuna 28, alafu kuna 26, alafu kuna kwamba 45 kibongo wanaita, alafu kuna 21. Unajua hilo? Asa mwanangu mimi 26 sasa. Hebu tulia hapo, silete dharau mwanangu. Yaani mwanangu mimi leo nina kazi na wewe, mdoanzi. Afu mimi naongea umenyamaza, uje maana yake kwamba unaleta dharau mdoanzi. Yesu Muhammad. Yaani mimi naongea afu unaniletea. Oya, babu. Simama juu. Sikiliza mwanangu. Sikiliza nikupanga. Simama juu. Wewe msichekeshi mwanangu, afu sijaje kuchekesha uje maisha haya ujue. Afu mwanangu mimi nuksa afu mwenyewe nishalamba kimba kitambo. Naomba unisikize basi. Kwa shida ni nini ambayo tunashindwa kuzungumza mimi na tukamaliza? Tatizo ni nini? Kwa sababu tufahamiani, tumekutana tu hapa brother. Hebu niambie, kuna shida gani? Mwanangu angekuangalia na kutamani mwanangu, nini natamani kuchinja, alafu nitafune nyama taratibu. Wewe kutembea na mangu mdogo wewe. Yaani leo saa 4 nimepita zangu pale na kutometulia na Maza, alafu inaonekana kabisa kwamba Maza anatumia hela za mtaani, alafu anakuja kukunyosha wewe pombe. Maana yake uongo mdoanze. Tuzungumze tu. Mimi naamini yana mwisho. Yalikuwa na mwanzo na yana mwisho. Wasikia mwanangu, uje maisha hapa mwanangu, mimi nishalamba kimba mwanangu. Mimi mwenzako nikiona nzi wanangonga pale mwenzako, mimi natamani hata wale nzi wenyewe niwachukue, alafu ni wale mdoanze. Alafu nachukulia. Poa mdoanze. Oya sio poa mwanangu, mtau wako wote wananijua hapa mimi nani. Maisha yangu mimi mwanangu, mimi sio mtu mzuri hata kidogo. Kaka mkubwa. Mimi sikujui, naomba nisamehe. Oya tambua mwanangu, mimi moyoni usoni sina ngenya, lakini moyoni sio mwema. Doanzi, umeleta dharau. Shambani wewe. Atasikiliza mwanangu. Achana naye mamangu mdogo yule. Achana naye. Unaachana naye uchani naye. Naachana naye. Unaachana naye uchani naye. Naachana naye. Niambie tena, unaachana naye uchani naye mdanzo wewe. Naachana naye. Shamba wewe. Oya angalia mwanangu, maisha hapa mwanangu, mimi sio mtu mzuri hata kidogo. Doanzi. Na mazoea hapa. Shamba nini? Dada, huyu ndo yule penzi wangu nilikwambia, nimepata mchumba. Ndo huyu hapa, usema njoo mtambulishe mdogo wangu. Mimi nimefurahi mdogo wangu kwa kuniletea mgeni nyumbani. Karibu mdogo wangu, karibu mgeni. Asante sana, nashukuru sana kwa kukaribishwa na ukarimu ambao nimeukuta kwako. Kwa sababu bibi aliniambia hatuwezi tukuondoka bila kufika kwanza hapa nyumbani. Kwa hiyo ni vyema nimeona kwanza nifike nyumbani ndipo tuweze kuondoka mimi na yeye. Shemeji, kwanza hatujatumbuana. Mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Dingi. Dingi? Naam. Anaitwa Dingi. Yaani jina lake Dingi. Dingi kabisa hivi. Dingi ndio jina lake. Kwa shemeji sijakuelewa hapa. Maana yake umesema umefika hapa na mwenzio muondoke. Mnaondoka vipi yani? Namaanisha kwenda kuanzisha makazi mapya kati ya mimi Dingi na Mrs. wangu hapa ambao ni Samgen. Mimi nimekukaribisha shemeji yangu. Katika sentensi zako umesema kwamba nimefika, nimepafahamu nyumbani, tuondoke. Si nilikwambia dada anakuja ajitambulishe ili tuondoke. Si nikwambia mimi naondoka. Lakini tuna mila na desturi mdogo wangu ujue. Kwanza ulete barua. Kiletwa barua isomwe na ijibiwe, na itajibiwa haraka tu. Haitakuwa na mambo mengi. Kwa sababu mimi kitendo cha wewe kufika hapa nyumbani kwa kweli nimefurahi sana.
Hilo ndo neno langu. Samgeni, maneno yangu toka mwanzo nimekwambia. Nadhani umenielewa shemeji. Dada, huyu lazima afate mila na desturi. Hata wakati ananitaka nilimueleza kila kitu. Unajua nilivyokuwa kwa mara ya kwanza kusikia hili neno shemeji, mimi nilifikiri labda kuna mila ngumu ambazo mimi dingi naweza nikashindwa. Kumbe mila zenyewe ni simple tu. Simple tu? Basi. Hizo nazikamilisha. Limeisha hilo. Limeisha. Kama najiona Samgeni mimi naenda kuolewa. Wapi saizi tena Makunguru? Sina kuuliza na viatu mkononi. Wapi na hivyo viatu tena mkononi jamani? Wapi na hivyo viatu jamani? Mwanangu Makunguru jamani. Yaani hapo ana jambo lake anawayo. Kwa hiyo ndio hivyo shemeji yangu. Shemeji. Naam shemeji. Mbona ghafla tena umehama tena ndugu yangu? Ni saa ngapi sasa? Saa unayo wewe jamani unatuliza sie. Mbona ghafla umehama? Samahani shemeji, mambo ya ofisini kidogo yananichanganya. Hivi yule ni mumeo? Kwanza saa unayo wewe shemeji, afu unatuuliza sisi muda. Huyu sio mume wangu. Jamani mtoto mdogo awe mume wangu kweli? Si mwanangu huyu, ndo wa kwanza, ndo wa mwisho. Ukisikia Makunguru ndo huyu. Ndio yule Makunguru nilikuwa nakwambia kwamba dada na mwanae mtata huyo. Samgeni, ukayafichaga mengine kwa watu na wewe mdogo wangu. Ana utata gani? Si alikuwa zamani, sasa hivi afazi. Hivi alitusalimia hapa? Kasalimia hapa mara mbili kaondoka. Hajasalimia, amesahau. Amepita hapo Ukolesi, kasimama hapo mwenyewe na maasira si ya nini? Atakuwa na mambo yake, mambo ya muziki. Huyo akishakuwa na mambo yake ya muziki kichwani, maana yake ana matarajio kuwa msanii. Ni kijana mstaarabu. Nilipoko wangapi? Wa kwanza na wa mwisho baba. Kijana. Na ili Makunguru ndo jina la babu yake. Kijana mstaarabu sana. Na mimi nadhani muda sasa pia na mambo yangu nataka niondoke. Sawa shemeji, mimi nakukaribisha. Nashukuru kwa kuona ukarimu wa mtoto wangu. Nashukuru kwa kumwangalia tu mtu umemsoma yuko vipi. Nakushukuru shemeji yangu. Wewe nenda, Mungu akipenda tutaonana. Asante Makunguru, mimi naondoka. Kwa hiyo shemeji, mimi naona tusipotezee muda. Wewe kalifanyie kazi, mimi muda wowote nimekupokea kwa mikono miwili. Kwa mikono miwili. Na mdogo wangu sitaki uende ukamsumbue. Yaani sitaki ukamsumbue, ulipokuja kwa heri, ndivyo ukaishi naye kwa heri mdogo wangu. Kwa hiyo fanya process zinazohitajika shemeji. Mimi nashukuru sana. Nashukuru sana. Kwanza nikushukuru wewe, pili nimshukuru kijana wako. Anaitwa nani umesema? Makunguru mwanangu, jina la babu yake. Makunguru. Mane baba yetu. Ni kijana mcheshi sana. Unaona amefika amesalimia, si ndio? Ni kijana mcheshi sana. Ana shida huyu, ana shida. Na ukimwona hivi jua ana jambo lake anawahi. Yaani mtu anapenda sana mambo ya usanii, muziki. Dada, ukasahau hajasalimia Makunguru. Makunguru kafika kamwangalia kukashtuka. Samgeni. Mimi mwenyewe unajua kuna muda nasahau kaja. Kumbe nafikiri na mimi naungana na Makunguru na haraka zangu kidogo mambo ya ofisi. Kwa hiyo nadhani tutawasiliana. Sawa. Mitandao ipo ya kijamii, tutafanya mawasiliano. Acha basi tutakapokuja tutatambulishana. Maana yake huyu leo alikuwa na jambo lake, anaona mambo yake ya muziki. Basi sawa. Nashukuru sana. Sawa shemeji. Dada, haya shemeji. Asante sana. Jamani karibu sana shemeji.
Mmependezana wenyewe jamani, mashallah mashallah. Kama nakuona hiyo siku mdogo. Wewe ishi hapa. Wache niende. Haya wewe haya. Sawa. Haya. Haya sawa. Bye njema. Nipe 5 watoto wa kila. Nipe 5. Hii bosi umelitolea wapi? Kumbe ile zuri yako? Ndio. Mungu anakupata jioni mdogo wangu. Alionapo juu. Kati picha hiyo siku mama. Siku hiyo watanishika mtaani mama makunguru mimi. Jamani mlisema haolewi. Mbona kaolewa? Mimi hapa kuchungulia hivi kwenye shela. Shela uvai mdogo wangu. Eji imeenda bwana, shela la nini? Shela mambo ya kizamani. Shela uvai wewe kinachotaka. Hata hivyo ulivyovaa unapendeza na wewe. Mwanangu, hivi nikwambie maneno gani mwanangu nisikie? Namaliza kila aina ya maneno mwanangu, hunielewi. Mimi ndo mama yako, mimi ndo baba yako katika maisha haya. Mwanangu, unaiba vitu vya watu na kuingia mageti. Mwanangu, unawapiga watu. Nikwambie nini unielewe wewe? Makunguru, afya yangu unaijua mwanangu. Haunielewi Makunguru, unielewi mwanangu. Makunguru, niseme maneno gani mimi ambayo labda kwako yatakuwa mazuri? Nalipa vitu vingapi Makunguru? Na kazi gani mwanangu? Na kazi gani mimi? Maza, unajua kuna vitu vingine bi mkubwa unaweza kuona kama mimi nafanya makusudi vile, lakini Maza mimi sifanyi makusudi. Unajua kwanza Maza, kuna kauli moja mzungu aliongea, luta continue. Nikajiuliza nikasukuti, ya luta continue maana yake nini? Nikawa sipata jibu. Afu wewe Makunguru, unapokaa na mimi jua unaongea na mama yako. Unafika nyumbani, mimi ndo mama yako, unaniongelea masuala gani ya kiume? Hayo maelekezo be mkubwa, sio kwamba labda nimekupanda kichwani kwamba mimi sielewi. Yaani mimi mwenyewe kila kitu kusoma hata unizaa kwa uchungu mama.